nataka kuzungumzia kitu kidogo kumuhusu rais wa kwanza wa nchi ya Kenya ambaye wengi mnamtambua kwa jina la Mzee Jomo Kenyatta. Nitazungumza tu majina yake, nitazungumzia majina yake kwa sababu jina la Mzee Jomo Kenyatta alikuja kulipata baadaye, lakini kabla ya kuitwa Mzee Jomo Kenyatta huko nyuma tayari alikuwa na majina yake ambayo alikuwa akifanya nini, akiyatumia. Jambo la kwanza, aliweza kuzaliwa mwaka 1889, lakini hakuna uhakika mwaka ambao alizaliwa kwa sababu wanahistoria wengi wanasema around 1889, around 1892. Kwa hiyo hakuna uhakika mwaka ambao alizaliwa. Babake alitambulika kwa jina la Muigai, mamake alitambulika kwa jina la Wambui. Alipozaliwa tuna wazazi wake waliweza kumpea jina la Kamau Wangengi. Ilipofika mwaka 1914 aliweza kubatizwa na kupewa jina la Johnston Kamau. Ilipofika mwaka 1917 akaweza kutoroka kwa Gatundu na kuelekea Narok. Kwa nini aliweza kutoroka? Alitoroka kwa sababu aliogopa kuchukuliwa ili kuwekwa katika kikosi cha jeshi la Uingereza ili kwenda kupigania vita ya kwanza ya dunia. Ukumbuke mwaka 1917 vita ya kwanza ya dunia ilikuwa bado inaendelea hapo. Sasa alipofika kule Narok akainteract na Wamasai. Wale Wamasai walikuwa wanapenda kuvaa ornamental belt ambazo zilikuwa zinabidi, ambazo zinaitwa kinyata. Unaona? Sasa mtu huyo akawa anapenda pia kuvaa hizo ornamental belt ambazo zilikuwa na bidi. Sasa aliporudi nyumbani akiwa amevaa hizo ornamental belt ambazo zilikuwa ziko na bidi, akaweza kupewa jina la Kenyatta. Unaona sasa? Lakini baada ya kupewa jina Kenyatta kuna majina mengine ambayo alifanya nini, aliweza kupata, ikiwemo jina la Mzee. Alipewa jina Mzee kwa sababu ilikuwa uzee tayari ushaingia hapo. Alafu akapewa jina Jomo. Jomo ni jina ambalo linamaanisha kisu bila mpini. Wazungu wanasema a knife without a handle, kisu bila mpini. Kwa hiyo majina yake yote, la kwanza nimesema ni Kamau Wangengi, la pili ni Johnston Kamau, la tatu ni Kenyatta, la nne ni Mzee na la tano ni Jomo. Unaona? Hiyo inatosha kwa leo. Asanteni sana, muwe na siku njema na Mwenyezi Mungu awabariki.